37 na mstari ule wa 3. Mungu atusaidie sana. Anasema hivi, wakamwambia Hezekia asema hivi, siku hii ni ya dhiki na aibu na matukano, kwa maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu ya kuwazaa. Watoto wako tayari kuzaliwa, lakini hakuna nguvu ya kuwazaa. Hapa anaongea kuhusu habari za mama mjamzito ambaye wakati wake wa kujifungua umefika, wakati wake wa kuzaa umefika, lakini angalia attack, angalia shambulizi la kiroho. Shambulizi la kiroho linakuja, si kumwataki mama, si kumwataki mtoto, ili kuataki ile nguvu ya kuzaa, ile nguvu ya kuzaa, ya kama tukipiga nguvu yake ya rohoni ya kuzaa, kuna vitu vili vitakwenda kutokea. Ni either mama afe au mtoto afe. Kwa hiyo watu wakamwendea Hezekia, wakamwambia Hezekia, kuna shambulizi limetokea. Watu wana ujauzito, watu wana ahadi ya Mungu, lakini hiki ndicho cha ajabu, watu hawawezi kuzaa, hawana nguvu. Nguvu ya kiroho imefanya nini? Imekata. Kwa hiyo shetani anaposhambulia kiu yako ya rohoni, anacholenga ni wewe ufe au muujiza ambao tayari unakaribia kutilia ufe. Mambo yanaharibika. Sijui leo naongea na nani? Nasema tena sijui leo naongea na nani? Sasa kuna mtu anaweza akasema, mchungaji, mimi niko kwenye hali kama hiyo. Na moja kati ya kitu ambacho utakiona kwa mtu ambaye kiu yake ya rohoni imekata, anaacha kuwa rohoni, anakuwa mwilini wakati wote. Anaacha kuwa rohoni, anakuwa mwilini wakati wote. Mtu ambaye kiu yake ya rohoni imekata, kutafuta makwazo ni kitu kidogo sana, na kuyapata ni kitu kidogo sana. Kugombana na wewe ni kitu kidogo sana, kwa sababu hayupo rohoni. Sijui kama naongea na mtu. Sasa shambulizi kama hili linapokuja, mpendwa, naomba niseme jambo hili. Hili shambulizi linapokuja kwenye maisha ya mtu, moja, ujue kwamba tayari rohoni mashambulizi yameanza, lakini ujue kwamba wanacholenga ni wewe uende